akasikia harufu ya kumridhisha. Sikiza. Amshao. Bwana akasikia harufu ya kufanya nini? Ya kumridhisha. Which means kuna harufu yenye hairidhishi Bwana. Kuna satani yenye inatoa harufu mbaya kwa madhabahu. Kuna nyingine inaridhisha Bwana kwa madhabahu. Hapa Biblia inasema Bwana akaridhishwa na harufu inayotoka kwa madhabahu. Na akasema sitailaani tena nchi. Baada ya harufu nzuri kutoka kwa madhabahu yenye Noa ametengeneza, Bwana anasema sasa sitailaani nchi. Sitalaani hili kanisa. Sitalaani hawa washiriki. Sitalaani haya madhabahu. Yale madhabahu nitayabariki. Na sasa baraka ambazo zinazotoka kwa harufu nzuri sianguke pale kwa sataka. Unajua sasa kuna sataka zingine zikitolewa Bwana harufu inanuka vizuri. Kuna mtu anaweza toa tempo na inuke vizuri. Ishinde mwenye ametoa 1000. Inanuka vizuri. Hiyo tempo ameenda kalima akaitoa machacho akaileta ni safi. Kuna mtu anaweza leta hapa kondoo. Kumbe kondoo imeoza. Inatoa ufundo. Sataka ni chafu. Bwana haipendi. Ndiye anasema Bwana aliposikia sataka, Biblia ilianza kusema kana kwamba akachenga madhabahu akatafuta vitu vinono vizuri. Sataka mzuri akaileta kwa yale madhabahu. Bwana akasikia harufu na akasema sasa, which means alikuwa amepanga kuilani. Umesikia Biblia imesema mzuri. Akasema basi sasa sitailaani tena dunia. Which means alikuwa amepanga kuilani. Lakini sababu ya manukato, uzuri wa madhabahu na harufu nzuri, Bwana akabadilisha. Kuna watu wengine hata wanaweza kuwa wamepangiwa kukufa, lakini sababu ya utamu na uzuri wa ibada yenye inaweza fanyika Jumapili, Bwana akakairi na akabadilisha kile kifo kikatoka, sababu ya ile ibada yenye inamfikia kutoka kwa yale madhabahu yenye yameundwa vizuri. Amen. Tuko pamoja pale? Kwa hivyo ukienda kwa madhabahu yoyote, pitafu, ichunguze, ichunge. Niko na msichana mwingine, mama saizi ni mama. Anasema alikuwa anafanya kazi analipa 62,000. Siku moja aliposhuhudia ndani ya moyo wake, story ingisema mahali. Akakuja akafanyia madhabahu, akatengeneza pulpit ya 34,000. Akaweka kwa madhabahu. Alipoweka kwa madhabahu, akaweka kila kitu. Akanunua vitu kwa madhabahu, viti na kila kitu kwa madhabahu mwezi mmoja. Pesa zake sikizitu za mwezi mmoja akaunda madhabahu. Alipomaliza kuyaunda, next month akafutwa kazi. Hakupata mshahara mwingine. Na kuanzia pale mpaka leo hajawahi pata kazi. Kuanzia pale alikuja akaoleka. Sasa ni miaka 5 hajapata mtoto. Sasa tulikuwa tunaongelea kuhusu nguvu ya yale madhabahu yalishika nini. Na yule mchungaji kwa yale madhabahu akasema lazima utarudi kuruhusu ndio ubarikiwe tena. Unaona? Sasa nataka kusema kuwa macho sana ukifanya ibada yoyote kwa madhabahu yoyote. Madhabahu yameundwa ili watu wakuje wafanye connection, connect ya yale madhabahu, Mungu ashuke ama shetani ashuke. Amen. Sasa ukikuja na sadaka yako hapa, kitu chochote unachokitoa kwa yale madhabahu, ukuwe kini sana. Kitu cha kwanza wewe mwenyewe utiwoche, uhakikishe unapoenda kwa madhabahu uko kilini. Na kwa madhabahu unayoenda yako kilini ama yako kilini. Unaona? Ukipeleka kwa madhabahu kilini, hakuna matatizo yatainuka na yafaulu kwako, maana ule ukilini wako na ukilini wa madhabahu utaleta harufu nzuri, na hiyo harufu nzuri itashughulikia maisha yako. Amen. Tuko pamoja? Amen.
Anzia hapo chini, tusonge tukimbie kwa madhabahu mabaya. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya awali. Halo. Unaweza enda makanisa mengine wanakuambia kwa hii kanisa mambo yalifanyika. Watu walikufa 6. Kuna watu walipeanwa sumu wakafa 6, ama kuna watu walikuwa wanaenda crusade wakafa 10. Sasa unaenda pale unapata habari mbaya. Ile Biblia imesema sitaipika tena kama nilivyoipika awali. Si unaona? Sasa kunawezekana kuna ahadi kitu ilifanyika kwa hiyo kanisa na hakukutengenezwa, hatukupata mtu wa kusimama kujitoa na atoe sadaka kwa ajili ya yale madhabahu yatengenezwe. Madhabahu hayatengenezwi bure, iko na karama ya kuitengeneza. Hayatengenezwi bure. Madhabahu yanaundwa na sadaka na karama. Mungu alikuwa na hapa anaambia enda nunua kitu fulani, enda tafuta mawe, enda tafuta nini, enda tafuta mti mzuri msitaki, enda tafuta mbao, enda tafuta. Alikuwa anaamrisha madhabahu vile inaundwa na anapeana masharti ya kwamba usifanye hii ukiunda, usifanye hii ukiunda. Ukimaliza usitoe kilema, usitoe kipofu, usitoe ile damu ingali na nyonya. Usifanye nini? Anakupea guideline ya kuleta kwa yale madhabahu vitu safi vinavyotoa harufu mzuri, ili Bwana abadilishe nia ambayo alikuwa amepanga kufanyika. Kuna vitu vingine vinafanyika kwa makanisa yetu, haifanyiki shetani. Vinafanyika sababu ya madhabahu na kuchafuka na vijana na wazee na wamama kuchafua kanisa, na inaleta madhara kwa kanisa, sio shetani. Sasa Mungu akileta madhara, ndio sasa Biblia inasema ndipo katika vijana wanatiba, wamama wanatiba, sitafanya tena hivyo, maana manukato na usuli ambaye ameutokea kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo when you connect yourself with Allah, lazima uchunguze sana. Chunguza yale madhabahu. Na unapochunguza, sisi ni vijana tunaona kesho. Ukiona tuko shida kwa kanisa leo, tafuta mchungaji. Mwambie mchungaji, naona hapa kulingana na mimi hakuendi vizuri. Fulani hili lifanyika. Fulani hii kilifanyika, fulani hii kilifanyika. Hii inaonyesha italili mbaya. Nataka tufanye mpango, tufanye matoleo ya kutengeneza madhabahu, tutengeneze haya madhabahu yetu, tutoe manukato mazuri, tutoe sadaka mzuri, madhabahu yetu yaoshwe, madhabahu yetu yashukwe na utukufu, ili sisi vijana tusifanyiwe kama yale vijana waliotangulia walifanyiwa. Tuko pamoja? Yes. Sijui kama unaona kitu pale kitabu cha mwisho. Hii ni Mwanzo. Tusome turuki tuende kwa madhabahu mabaya yenye si ya Mungu. Hii tutairudia tena usiku hii kitabu. Tusome lakini tutairudia usiku. Tusome 35 mtu aende pale mbio, time yangu inaisha. Time yangu inaisha. Na tuchaenda hata kwa mahakama. Twende. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu. Twende. Tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea.
Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazisafisha chini ya mwaloni uliokuwa Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Hapa tunaona Musa alikuwa Musa. Alikuwa nani? Yakobo akiwa anaenda kutengeneza madhabahu, akasema sasa sikiza. Kuna miungu mikeni. Hii nimesema tutarudia usiku. Kuna miungu mikeni hatutaenda nayo tukitengeneza madhabahu. Kwa hivyo usiku tutatoa miungu mikeni. Tuko na watu wako na ring walipewa kutoka kwa madhabahu mabaya. Kuna watu wako na vitambaa. Kuna watu wamekula biscuit. Kuna watu wamekula sweet kutoka kwa yale madhabahu mabaya. Tuko na watu wako na necklace, earring zinazotoka kwa yale madhabahu mabaya. Tutaongea usiku. Kama unajua hii kitu kilitoka kwa mtu na hakuwa mzuri, hakuwa nia mzuri, tutaiondoa kwako. Unaona? Tutaichukua, tuitoe kwako, tuipe kwa madhabahu, withdraw, tukitengeneza madhabahu mengine kwako. Usikue kwa yale madhabahu mapya, tutakutengenezea na hiyo kitu kinachoweza tia unajisi. Biblia inasema walipoitoa hilo sasa pete na maringi na nini, hapo neno minati bakora sana. Ngababo na mwasa ilo kuloso Genesis kani yosi ringi silikuweko. Walitoa nini? Nini? Pete silikuweko. Na sahizi kitu cha maana kwa Illuminati yenye inatumia sana ni pete. Hii ni Genesis, inji naumbwa, Mungu anaomba kutumia pete, earrings, vitu vya shingo, nini na nini. Viliumbwa mwanzo na viliumbwa kwa ajili ya kupea Mungu utukufu. Shetani akavichukua, akaviweka utukufu wake, akaanza kupeana kwa watu. Vikaanza kuseparate. Hii ringi ikiwa ya Illuminati, nikikupea wewe ina vibrate. Haikuwa ni kwangu. Sababu imetoka kwa madhabahu, inafanya kwangu, inafanya kwako, itafanya na kwa rafiki yako, na inaweza fanya kwa maeneo yote yenye wewe huko, sababu ya nguvu yenye iko nayo. Kwa hivyo time ya usiku ukijua uko na kitu kilichotoka kwa madhabahu mabaya, one ring, one necklace, one sitambala, one t-shirt, one kunano, kuna t-shirt ya mango baba wachipachi cheyeyo, one chitatu bakuchoraho, oline binano vinayotoka kwa madhabahu yenye si mazuri, tutayawithdraw. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninakupea akili mapema. Kama unajua uko na kitu nyumbani na nyumbani ni karibu na unasikia kana kwamba inatoka kwa madhabahu mabaya, utaona mchungaji, utaona kiongozi wenu, tuko hapa na pikipiki, uende ulete usiku, withdraw, tukutoe kwa yale madhabahu, sababu usiku tunaenda kufanya amendment ya madhabahu mapya. Na hatuwezi fanya madhabahu mapya na ungali na vitu vya madhabahu mabaya kwenu. Vitalalamika. Na vikilalamika, atakayeumia ni wewe. Juu ufalme uwili utakongana. Na ukigongana, atakayepata madhara ni wewe. Ndio unasikia, nilipotoka kwa semina, sijakuwa na amani. Nilipotoka kwa semina, mtoto wangu alipotoka kwa semina karuka kichwa. Mtoto wangu alipotoka, sio shida ya semina. Shida ni madhabahu yenye tunaenda kutoamo, tukuweka kwa madhabahu mazuri, yatalalamika. Yale madhabahu mabaya yatalalamika. Kwa nini umenipeleka kule? Hata tunapoongea hivi kuna watu wengine. Juzi tumekuwa hapa na kesi ya mtoto alikuwa amekuja hapa akachukuliwa. Yule mtoto kwa familia yao nilikuwa nimemtekea leo. Leo usiku tutoe juu. Msichana wao mkubwa alifamiwa, alienda kwa kanisa fulani wakampea kwa chini ya Illuminati. Sasa huyo msichana ana vibrate kwa wenzake. Sasa huyo mtoto tulikuwa tumfanya deliverance usiku. Mapepo yakawa na akili sana. Yakahakikisha bibi sote mpaka fata akatoka Bugimba akakuja akamchukua hapa.
Mapepo. Kuna mapepo mengine itakwambia hata hiyo vitu ni vya vikora. Vitakwambia ukimaliza kuseti toroka. Vitakwambia hiyo vitu. Ukiona sasa sauti ya kuongea kana kwamba hii ibada ya jioni haitakuwa mzuri, vitu vinaanza kukuongelesha. Nasema hii kula kona. Ukisikia hiyo sauti, jua ni sauti ya madhabahu ya shetani inataka uhame, ukwame kule, usihame uende kwa madhabahu ya Mungu. Utachiandikia Wafalme wa Kwanza 19. Mimi si mwalimu wa notes mingi bwana, mimi mwalimu wa vitabu. Leo tukubaliane. Mimi sio mwalimu wa notes mingi. Mimi ni mwalimu wa vitabu mingi. Ukitaka hata vitabu nikupa 40 saizi na kubwa. Lakini si mwalimu wa notes. Sasa utakuwa unajisomea pale Biblia vizuri ukiwa nyumbani na unaenda. Tuingie kwa madhabahu mabaya. Hii Mungu alisaidia dakika 10 itakuwa nimemaliza. Madhabahu mabaya. Tuingie Mfalme wa Kwanza 16:30. Twende kwa madhabahu mabaya. Nani yako hapo? Wafalme wa Kwanza 16:30. Twende mbio bwana, sina muda. Wafalme wa Kwanza 15:16. Twende mwingine angalia Waamuzi 6:25. Twende mbio sababu hatuna muda. Tunataka kuingia kwa maagano kisha tumalizie. Ahabu mwana wa Omuri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Ethibaali mfalme wa Sidoni. Akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Ahabu akaifanya Ashera. Ahabu akazidi kumghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli walio. Mfalme Ahabu ilifika mahali akaona kana kwamba amekuwa mfalme, inafaa atengeneze madhabahu yake ya mfalme. Tumesikia Kenya hii tumetengeneza madhabahu mapya, State House. Mfalme ametengeneza. Sasa tutumie hiyo State House ya mwaka huu. Mfalme ametengeneza. Hatujui askofu gani, hatujui dini gani, lakini mfalme ametengeneza. Sawa sawa. Hapo akawa mfalme akatengeneza madhabahu. Alipotengeneza madhabahu akaweka Ashera. Ashera kwa Kibukusu, kwa Kiingereza ni Ashera tu. Kwa Kibukusu Ashera tu. Sasa kuona kuli kukundwanga kukuiga ita koba ugali kama na kukundwanga kukuiga kweza ni fulani kusadamu fulani mama karushali baba bosi wakaitanga bena nilangano miungu ya bahari. Utakuja waabudu hii miungu. Sasa ukikuja hapa unasema Mungu wa Ashera waabudiwe na unatoa matoleo yako kwa madhabahu. Wakati alitengeneza ikawa machukizo zaidi kuliko wafalme wengine. Yale sasa ni madhabahu mabaya. Na yakamkadhabisha Bwana akakasirika tu sababu ya yale madhabahu mabaya. Kuna madhabahu inaweza undwa kwa familia yenu. Na madhabahu yoyote ndio nilianza kusema lazima tukawe na sadaka ya kuunda madhabahu. Ukiona hata nemomba na muima lazima uwe nisishia nebusi. Nemomba hata Yesu na hapo mbele ndio kukheba lazima kwa yale madhabahu yaliyotengeneza ya kukheba mtiani lazima damu imwagike. Madhabahu yoyote yakifanywa hata ya hospitali ni wako kwa mechi. So wapi chini bado wanasema baada ya kumaliza lazima kuku itachinjwa. Damu imwagike. Lazima yale madhabahu ya kule. Wamecha huu tishoma unasikia kipunguza. Unasikia kipunguza.
Sasa nakusema wewe na msimu. Kuna mtu mwingine asiye kukusu. Kwa wapi no koroni no koroni? Kuru. Nasema mapema bwana. Hatutaki ipite mtu yoyote. Kitu ya maana sana. Hii sasa sio madhabahu ya dini ama ya kukusu. Hii ni ya wote. Wakati mnafanya nini kafara yoyote, kuna watu hata walipozaliwa walisumbua sana, walilia sana, wakaenda wakachukua kuku na kwanza kuku nyeupe ama kuku fulani ama nyeusi, wakachukua kuku wakasema wewe jina lako naitwa nani ile bibi Raijo, wakasema kuna Raijo kuja hapa, huyu mtoto analia. Wanaongelea kwa kuku, wamechukua kuku wamekuwekea, wanaongea haita. Sasa hiyo kuku alikufa haita, huyu ndio wewe ndio haita. Sasa haita ndio huyu amesaliwa haita, sababisha huyu mtoto anyamaze, afanyie yeye mfano kwa sababu yeye wewe haita mtoto asili. Baada ya kumaliza na wanachinja hiyo kuku, wanaamini haita anakunywa hiyo damu ili asababishe mtoto huyu aache kulia. Ndio sasa wanatengeneza madhabahu, yale ni madhabahu kadogo kwa nyumbani, kenye kanakasirisha Mungu. Kuna madhabahu mingi, kuna vitu wakikuchanja. Mkanga akikuja kukuchanja, anapika madhabahu pale anatengeneza. Unajua sasa hivi wakiwachanja hawanachaji tu kwa njia, mnakaa mahali mfanye kamfuringo, mtengeneze pale, waweke kitambaa pale, waweke hapo madawa, waweke hapo nini. Yale ni madhabahu imeundwa. Waweke hapo kuku, waweke hapo pesa, waweke hapo nini. Anasema nikimaliza sababu mnaweka kwa mkono naenda mbio. Sitakula, sitaangalia nyuma. Amefanya ibada. Kwa hivyo vitu ndogo zenye zimefanywa na wazazi wetu ndio vinafanya watu wengine maisha mengine inatusumbua sana. Sababu hatujui, hata kuna wengine hatujui wanatufanyia nini. Mimi mama yangu alikuwa ananiambia nilikuwa naitwa Simeoni mimi. Nilipozaliwa tu akaniweka jina Simeoni. Hiyo Simeoni hiyo wiki sikulala. Unaambiwa hiyo wiki ya pili nilikuwa nalia nikitoka kwa malazi na biringika na nikatoka kwa wiki 3. Mpaka na baada ya mwezi mmoja nikaamsha meza sikianguka huko. Mpaka wakaita wachungaji. Wakaja wakapiga kesha. Wakagundua hiyo jina yenye wamenipea ni jina ya kiukoi kama shetani. Wakabadilisha ndio nikaitwa Godfrey. Unaona? Mimi ni mtu wa historia, wanafuatilia historia kwetu. Na imefanya nimeenda mbali. Kwa hivyo kuna vitu vingine tumefanywa kwa madhabahu tukiwa watoto. Na yale madhabahu kama huyu sasa Baal anaunda madhabahu, anaweka hasira na ikamchukiza Mungu. Na hii madhabahu ya Baal ndio sasa madhabahu yenye waliweka miungu, waliweka ng'ombe, wakaweka kila kitu. Wakati Elia alisema Mungu wa Baal sasa na Mungu wa wangu. Ndio haya madhabahu yenye aliundwa na mfalme. Na haya madhabahu hayakufanya chochote wakati sadaka ya kuchukuliwa jioni. Elia alipowasha moto, alipoomba Mungu akaleta moto, watu wa Baali moto haikukuja. Which means madhabahu mabaya yako na nguvu kidogo kuliko madhabahu ya Mungu. Na kama umewekea kwa yale madhabahu mabaya, ni rahisi sana ukombolewe kutoka kwa madhabahu ya Mungu, ukuwe safi kutoka kwa yale madhabahu mabaya. Na ukiwa umeokoka, umekula neno, wewe uko na uhakika na maisha yako, kutolewa kwa Mungu uingie kwa yale madhabahu mengine ni karama. Ndio inafanya wewe saizi uanguke wokovu. Mtu hawezi kuambia tu nitakuangusha na unaanguka, mpaka kafara ifanyike. Mtu anakaramika kukuangusha kwa wokovu sababu umemkubali Yesu, umeingiza Yesu ndani mwako. Damu ya Yesu, kafara ya Yesu imefanyika kwako. Na hiyo kafara ya Yesu inapofanyika kwako, kafara hizi za kuku na mbuzi na nini hazitakuwa na mamlaka juu yako. Lazima sasa waipewe nguvu ndiposa ianze kukusumbua. Ni sababu wewe umefanyiwa kafara kitambo, na kafara
awe na nguvu. Tusome kitabu kimoja tumalize, twende kwa mahakama. Utajisomea tumesoma Wafalme. Hiyo tumesoma. Utajisomea Waamuzi 6:25 na utajisomea Wafalme wa kwanza tena 1 King 18:21. Utajisomea Matendo ya Mitume 16, ama kama kuna mtu wako hapo 23 asome. Na utajisomea Yeremia 2:27. Tungekuwa na mtu mwenye amepata chochote angesoma. Hatuna, tuende kwa mahakama. Yeremia 2:27. Hakuna mtu chochote umepata. Hii ni youth. Hakuna mtu amepata Biblia mahali popote kwenye hiyo vitabu tatu ile nimepeana. Yeremia 2:27 Biblia inasema walioambiao gogo la mti, waliambiao gogo la mti, wewe u baba yangu, na kuliambia jiwe, ndiwe uliyenizaa, kwa maana wamenipa mimi vizogo, wala hawakunielekezea nyuso zao. Lakini wakati wa taabu watasema, simama ukatuokoe. Unaona watu wenye wana madhabahu madogo hao, madhabahu mabaya. Wakati shida ikipatikana wanasema pasta kwa wapi? Wakati mambo wakikimbia kwa wakanga, wakimbie kila mahali washindikane, na wanakimbia kwa kanisa. Wanasema pasta, nimetembea na huyu mtoto nimekimbia mpaka nimefika Ukambani. Nani? Huyu hata anamuonekania. Nimempea mpaka magogo, nimeweka mpaka irisi. Huyu msiocha kosi kukuja, anakuja usiku. Anakimbia kwa madhabahu takatifu ya mwisho. Mungu anauliza, iko wapi miungu yako isikuokoe? Kuna hapa wa vijana, tuko hapa na vijana. Kuna vijana unapewa makoko ya mti. Wanasema hii ukienda kwa mtihani unaiweka tu kwa swali. Hii ukienda kwa mtihani unaenda naye. Tuko hapa na vijana wa fulana amepewa kama msisi. Nasema haka ukitongoza msichana hata wa nani unaweka kwa mtoto. Atakukubali. Ukweli uongo? Ukweli. Kuna watu wamepewa na mashoshori yao, wamepewa. Sasa huyu kijana hata hana ngeli, hata hana pesa, hata hana chochote, lakini ako na principal. Ameoa principal. Ameoa lawyer. Ukimuuliza bwana umependea huyu jamani nini, anasema hata mimi sijui. Mimi sikifika tu nini. Hata sijui waliroga. Nilifika kwa hata nikiona kwetu hata kwetu sindi. Alipewa koko la mti. Kuna watu wengine wako na mawe kwa nyumba zao. Ako na mawe amepepana nayo. Kwa yale mawe, hiyo mawe unajua huwezi tupa mahali popote. Hiyo mawe ukimaliza kazi yake unaipeleka kwa madhabahu. Inakaa mahali. Biblia inasema na wakati wa shida hata yule mchawi wa mawe, wa miungu, wa rungu, wa nini, wakati wa kukufa wanauliza anashiriki kwa kanisa gani? Wanauliza madhabahu ya mwisho. Wanauliza. Wasokala pia walisema anashiriki kwa kanisa gani? Ako kwa madhabahu gani? Madhabahu gani itamsika? Tuko pamoja. Which means hakuna madhabahu, hakuna mti, hakuna chochote kilicho na nguvu kuliko madhabahu ya Mungu. Mungu ni madhabahu ya mwisho. Tusonge. Hiyo vingine mtajisomea. Mahakama. Mahakama ni nini? Mahakama, covenant. Kwa Kibogosi inaitwa endakano. Makano ni nini? Nani ako pale? Mtu anichibu, tusonge, tukimbie mbio ili Mungu atanisaidia. Niko na yangu imeisha.
programa niangalie kwa time imeisha. Time imeisha. Maagano ni nini? Maagano ni makubaliano kati ya pande mbili. Maagano ni makubaliano kati ya pande mbili. Saiti ya huku inakubaliana na saiti ya huku kwa kitu chochote. Sasa iwe vya kanisa kunafanya makubaliano, tumekubaliana kwamba hii shamba ninaachia Geoffrey atakaa hapa muda wa miaka 10. Geoffrey umekubali, nimekubali. Mnakubaliana, yale ni makubaliano. Which means maagano ni makubaliano ya pande mbili. Tunaweza kuwa na msichana akubaliana na mfulana, tunaweza kuwa na mtoto akubaliane na baba, kunaweza kuwa na nini kukubaliane na nini. Which means pande mbili zinapokuja mahali pamoja zinatengeneza kitu inaitwa maagano. Tuko na aina mingi ya maagano, lakini mimi nitaongelea vitu vinne. Nitaongelea maagano kati ya mtu na mtu, kati ya mtu na kitu, kitu chochote. Kuna watu wanaagana hata na kiti, si sawa. Abona aliwe si sawa, ukende ku olinde jiri. Maana si sawa, si linde jiri, munde kola mana alikani kabusi. Watu wanakubaliana na kiti, wanakubaliana na muti, wanakubaliana na mawe, wanakubaliana na chochote. Anakubali. Kuna watu, tuko na mheshimiwa mmoja kwa hii Bungoma County, akifika kwa keki yake amekubaliana na makuku, patamusinga, mbwa, nini, amekubaliana nazo. Akifika wapi sinajua baba yetu amefika. Utaona tu patamusinga zinaanza kupiga kelele, nini na ng'ombe nini zinaanza kupiga kelele. Amefanya nazo maagano akisema nikifika 1 kilomita away mnaanza kuninusia. Anaongea nazo. Na akifika mahali penye amepewa waliakana inaanza. Sasa mapatano kati ya vitu viwili. Sasa ya kwanza mapatano kati ya mtu na mtu. Kitu cha pili mapatano kati ya mtu na kitu. Kitu cha tatu mapatano kati ya mtu na shetani. Mapatano kati ya mtu na Mungu. Tutaongelea kwa yale mapatano ile. Mapatano ile. Hizo ndio tunaenda kuongelea. Kati ya mtu na mtu, kati ya mtu na kitu, kati ya mtu na shetani, mtu na Mungu. Hiyo ni vitu hiyo tutaongea. Na hii vile ninaviunganisha kuwa kimoja. Hii tutakubali sana. Yakobo, kuna mtu anaitwa Yakobo alifanya makubaliano na Mungu. Kuna mtu anaitwa Yakobo, tumeshuka chini tunaanza Mungu wa kwanza. Kuandika niliandika mtu, nikaenda kitu, nikaenda shetani, nikaenda Mungu, lakini kusoma tumeanzia kwa Mungu. Sababu yeye ndiye baba. Tunaanzia kwa yeye. Kuna mtu anaitwa Yakobo alifanya makubaliano na Mungu. Alifanya makubaliano. Na ukisoma Mwanzo 31:45 hapa tuko na makubaliano kati ya mtu na Mungu. Na kabla hawajasoma, kumbuka makubaliano yoyote yenye unafanya ukivunja ni makosa. Kitu chochote ambayo umefanya makubaliano nacho ukivunja ni makosa. Weka yenye tu andike pale. Weka hapo andika vile unaelewa. Chochote ambacho umefanya makubaliano ukivunja ni makosa. Iwe umevunja makubaliano yako na Mungu, iwe umevunja makubaliano yako na shetani, iwe umevunja makubaliano yako na mtu, umevunja makubaliano yako na kitu, umekosa kwa sababu ya mapatano mliopatana. Sababu kuna watu wengine wakikubaliana lazima wakoe na nini? Waweke hapo mbuzi,
waongee. Kuna mzazi mwingine alikuwa ananiambia, nataka nifanyie mtoto wangu kitu, lakini nitachinja mbuzi. Nitachinja mbuzi, wewe paso ukue pale, na tukifanya makubaliano na huyu mtoto uweke mkono. Akisema akimesi kichwa iruke. Akimesi akosa kufanya vile tunakubaliana kama baba yake, kichwa kiruke. Sasa mtoto huyu akimesi ni makosa, kichwa itaruka. Which means mapatano yoyote ukifunja utakaramika. You will suffer. Ukifunja lazima ukae chini uangalie uzito wa yale makubaliano yalikuwa nini. Kuna watu wanakubaliana, anakata damu, huyu anakata damu, wanalamba. Anasema analamba akiongea, kifo ndicho kitatutenganisha. Analamba akiongea. Kuna watu wengine, kuna wasichana wengine, kuna wavulana wengine wanafanya makubaliano, anatoa nguo, kijana anatoa nguo, wanapatana. Anasema kichwa kwa kichwa, kifua kwa kifua, mkuu kwa mkuu, tumbo kwa tumbo, wanafanya mapatano wakiwa uchi. Na anakuambia hata ukienda hapo utakuwa unakumbuka siku ya leo yetu tumefanya mapatano. Be careful. Ukifanya mapatano yoyote, ujue madhara yake, ujue faida yake, ndio uamue kufanya mapatano yoyote. Sasa Yakobo anafanya mapatano na Mungu. Nisome. Alafu mapatano utaandika vile unajua. Mapatano mtu afanye kwa hiari yake. Sio kwa kulazimishwa. Tuko pamoja? Wewe msichana, tuko pamoja? Yes. Ukifanya mapatano na kijana iwe kwa hiari, isiwe ya kulazimishwa. Hakuna mtu Mungu alimlazimisha kumjengea madhabahu. Mungu alikuwa ana request. Mtu anakubaliana na sauti ya Mungu na anakubali kutengeneza madhabahu. Hivyo pia wewe, Mungu Yesu anaita tu watu njoo, waliona mizigo njoo. Hakulazimishi kukuja. It is not a must. Si lazima. Hata wewe si lazima uokoke. Kuokoka ni grace, ni neema. Si ulazimishi. Kwa hivyo ukifanya kitu chochote kuhusu maagano na mapatano, usilazimishwe. Fanya kwa hiari. Shetani na huyo tupatupa akasema ninatoa uamuzi wangu kwa akili timamu. Kuna watu wengine wanaweza kupea hata jana, hata akupea dawa ya kulevya, ulewe ufanye maagano. Gotituha. Watukuza wako ukitutuha. Unapata umefanya agreement. Watu wengine wanapombelezwa tu, nasema sikiza, niwekea hapa sahihi. Ukikubali tu, ukikubali kia Mungu chenye atakufanyia, dunia itashangaa. Unapombelezwa unaweka covenant. Be careful, kuwa macho sana ukiongea. Time unafanya mapatano yoyote. Wavulana wanasemanga, je, unanikubali? Unanipenda? Jana anauliza. Unaruka hiyo story ya chibu, unaanza kusema unajua mama yangu alikuwa anasema niende nyumbani mapema. Anasema sawa unaenda, lakini unanipenda? Anaruka anaenda. Nitakujibu baadaye. Hiyo nitakujibu. Anakuuliza bwana unaenda kutoa wapi jibu? Unaenda kuuliza nani jibu? Unaenda kuuliza mama yangu. Ni jibu tu haki. Nitakujibu sawa, lakini unanipenda? Unaona? Anataka tu neno ya kwamba ndio nakupenda. Peke yake. Time unasema tu ndio nakupenda. Kwisha. Yale ni mapatano, mapenzi yake na mapenzi yako inapatana. Na inapopatana anaanza kusema kweli unanipenda. Hakikisho. Tajuaje?
Nitajuaje? Sema nitakufanyia kitu ndio ujue ninakupenda. Siku gani? Anaanza sasa kutafuta hakikisho. Na time hakikisho itakamilika, hiyo siku ikamilike, mambo yako kwisha. Chochote chenye utakuwa unafanya ile siku unaikumbuka yenye ulifanya mapatano. Nisomee pale Mwanzo 35 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Yakobo, soma na nguvu bwana, soma na nguvu. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Mstari wa pili, Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake. Tuko pale, tuko wapi? Umefika? Mstari wa pili. Unasoma kitabu gani? Mwanzo 35. Mwanzo 31:43. Wewe bwana unapeleka kaunti gani? Huko kwa madhabahu tulitoka kitambo bwana. 31:43. Sema hivi, Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu. Sikiza. Labani, tuko hapa na Labani na Yakobo, twende. Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu, nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao walio-walea. 44. Haya, na tufanye agano mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi. Huyu mtu na mtu sio Mungu. Samahani. Agano kati ya mtu na mtu. Labani na Yakobo. Tuko pamoja? Labani na Yakobo wanasema sasa Yakobo unachuma miaka 7. Utachuma miaka ngapi? 7. Hii miaka 7 ukimaliza nitakupea nani? Msichana. Sasa Yakobo anaambia Labani ya kwamba hii maneno itakuwaje miaka 7? Tutakuwa umesahau. Tufanye nini? Agano kati ya mimi na wewe. Kumbuka Labani na Yakobo ni hapo. Mchonga na mtoto yangu mtoto leo uiwana. Mtoto na mtoto wake. Lakini hawaaminiani tupu. Wanataka mahakama yafanyike kwa sababu ya miaka 7 mbele. Kuna watu hata wako hapa, ako grade 9, ameanza kufanya mpango na mtu wa form 2 ya kwamba tutaona baada ya miaka 5. Mimi ndio 20 ikiisha sitakuacha, nitakuoleka tu kwako. Hata nikienda Amerika ndio nitakupa kwako. Wanafanya maagano. Labani Yakobo anamuuliza itakuwaje? Miaka ni mingi bwana. Itakuwaje? Mtoto wake anahakikisha hao watoto ni wako. Mimi ng'ombe ni zangu. Kila kitu ni changu. Mimi ningeamua nikupea wote nitakupea. Lakini Yakobo anataka kitu inaitwa agano. Covenant. By the way, tuko kwa funzo mzuri sana. Tuongee tu ukweli. Nani ako kwa agano kati ya mtu na mtu? Agano yote sio lazima iwe ya ndoa, sio lazima iwe. Inaweza kuwa ya pesa, inaweza kuwa ya nani ako kwa agano? Unajua tumeagana na mtu kitu, hata umemwahidi kitu. Nani inua mkono si tuko kwa darasa, inua tu mkono. Halo. Ukijua uko na maagano, umefanya mapatano, hata umeambia mtu nitakupaishia simu. Nitakupaishia simu. Umemwambia nitakufanya nini? Nitakushtua na simu. Na mwenye Edmund. Surprise ya December, surprise ya Januari. Nitakupea. na mwenye aliniambia hebu nione hiyo mkono makano. Promise. Haya wacha tuseme tuache makano. Promise ile promise kwa promise mtu. Inua mkono bwana. Tuko kwa kanisa nyinyi acha nyinyi. Sawa.
Kwa hivyo tunaongea vitu vyenye viko, si ndio? Akasema nini? Twende 45. Yakobo akatoa jiwe akalisimamisha kama nguzo. Yakobo akachukua jiwe. Hii ni maagano, sio ya kinywa, ya jiwe. Akaisimamisha kwa kona. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Wakatoa mawe, wakafanya chungu, na wakala huko karibu na ile chungu. Sikiza. Wakachukua mawe, wakaisukua, wakatengeneza chungu, wakalamba wakiongea kwa yale maagano. Wakachukua ile aya hiyo mpilo yenye natoka kwa kifuria mdo umepika, wakaisukua na mawe, wakalamba liko he. Kuna watu wanasema mpaka na wakati nasema akia Mungu, anachukua udongo analamba na anasema akia Mungu sikuachi. My God. Naongea vitu kama hivyo. Wewe kwake ilikuwa tu rahisi, unaongea rahisi, lakini kuna nguvu kwa yale maagano uliyoyaongea. Utakuja kuyakumbuka usiku. Sasa Yakobo akachukua yale na akasema sasa hii tulambe iwe agano. Oh my God. Kana kuna mtu asipenduke wala asikauke kwa agano ya tunaweka. Kumbuka wanafanya agano ya miaka 7 mbele. Amfanyie kazi miaka 7, ampe msichana. Hii maagano wanafanya Yakobo apate msichana. Nivyanja kalevu. Akawe yato msumba. Yakobo ni msumba kama wewe, anataka kuoa na wanampea maagano kana kwamba utafanya kazi miaka 7, utanichungia ng'ombe na nikupe msichana. Na anasema haitawezekana pasipo agano. Kwa hivyo kuna watu wengine unaambia boyfriend unajua naenda chuo. Mimi naenda chuo, nikirudi tutachekiana. Anasema kabla utaenda nataka tufanye maagano. Watapata kule cha mwingine utaniacha tufanye maagano. Nakwambia sasa tufanye agano gani? Unaangalia mnakaa chini, mnaangalia mnaokaa kama unasema tuchukue hii kitambaa tukate katikati. Wewe pati na moja, mimi pati na moja. Na siku yoyote utakayoniacha, hii kitambaa itakuwa shahidi. Nafikiria kitambaa tu kawaida, si ndio? Mnachukua kitambaa kipya, mnakata katikati, mnatawana. Unafikiria hizi natural hii kitambaa kitajulikana kawaida hiyo unasema tu. Kumbe kuna nguvu kwa yale maneno mnayoongea. Yes. There is power in talking. Kila neno linalotoka lina nguvu zake. Sasa unasema tu kijua utamwacha tu. Hata ukienda juu unajua mwenyewe kwa roho yako unasema sasa huyu jamaa alianguka form 4. Mimi nimepita. Sasa huyu tena tutaenda na yeye wapi? Pisha. Wacha niende kule mbele, kiumanie mbele. Nenda mbele, unasahau agano ulioifanya. Huyu jamaa anaenda anachukua kitambaa kile, anaenda anunua Biblia anaweka ndani. Anakuwa mchawi wa Biblia. Naweka kwa sababu ameokoka, hataki kwenda kutafuta madawa. Anachukua Biblia, anaweka hiyo kitambaa, anaweka na anaenda anaiweka kwa meza kule kwa nguo ama kwa kitanda kwa kichwa, akilala anakulalia kwa hiyo kitambaa, anachukua hiyo kitambaa kwa wewe. Anaweka kichwa yake pale, anasema this is my property. Anasema hapo tupige picha. Mnapiga picha, tupige kwa picha ya mwisho kienda chuo. Tukiwa twende Kibabii tupige picha. Mnaenda mnapiga picha, mmepatana. Anasema tupatane. Simama. Anasema tupatane, mnapatana. Simama. Mnapatana mkipiga picha. Yes. That is maagano. Mkono umepatana kwa mkono mwingine. Yes. Ukimaliza unampea high five, ukimaliza unamhug. That is covenant. Anasema bye bye. I will miss you. What? Si ndio? Sio wanafanya. Hiyo ndio tunaongelea kitu inaitwa nini? Maagano. Wewe ukienda nyumbani, huyu akienda chuo, maagano yanaanza kuongea. Ukiwa kuna kipato cha mwingine kule kwa chuo, time anakufist.
nyumbani tulisema unasikia saa 6 ya usiku hapa anashtuka. Anakupigia simu, "Babe, uko sawa?" Nani anapiga hii usiku? Kuchibu unaanza kupumua. Tunajua maagano yamevunjika. Umeaiona rafiki yako ukipata shida yeye ndiye anakuwa wa kwanza kupiga simu. Yeah. It happens. Habari? Mzuri. Uko sawa kweli? Sema hapana, mimi niko sawa. Hapana, nasikia uko sawa. Tati covenant yenye mliweka inamshitua. True. Yale mapatano, yale utongo mlilamba, yale damu mlilamba, yale mate mlilambiana, ulimi kwa ulimi, mkanyonyana mate. Yale mate yanaongea penye unaenda. Kitu ndogo mnazozifanya hizi ndio zinasumbua kule mbele zenye tunaenda. Ndio tunasema lazima tutafute mbinu ya kuharibu maagano zenye tumefanya kwa ujinga. Lazima tutafute mbinu. Kuna maagano zingine tunafanya kwa ujinga. Nilikuwa nafundisha huko nikauliza, kuna watu wengine hata alilala na kijana bila kujua. Na alipeleka nafula kwa kijana. Nafula ndiye alienda kwa kijana. Lakini alipofika kule, yule kijana akaona hatakuwa na mabibi wawili, akamtafutia Angela mfulana mwingine. Akajikuta saa ile ya usiku imefika, akashindwa kuita nyumbani, ikapatikana wafulana wawili, wasichana wawili kwa nyumba moja. Kutakuwaje? Wewe ukupanga, lakini sababu ya ujinga ya mtu mwingine, wewe umeingia ndani kwa huo mtego. Sulana. Sasa yale mapatano ya huyu inaweza affect huyu pia. Kuna msichana wenu alisema alipatana na mtu akasema, kama mimi sijaoleka, hakuna mwenye ataoleka kwa hii boma. Hiyo kitu ina affect familia yote. Lazima yeye akuja afanikiwe vile aliongea ndio nyinyi mfuate. Kwa hivyo kuna nguvu katika kuongea kwa mapatano ya aina yoyote kati ya nini na nini. My God. Time. Tuendelee. Sawa. Asante. Wanasema mchele haijakuwa tayari. Tuendelee kidogo. Maagano kati ya kitu na mtu ama mtu na kitu. Maagano kati ya mtu na kitu. Tukisema kitu tunaongea kitu chochote, iwe mnyama, iwe ng'ombe, iwe mbuzi, iwe mawe, iwe kiti, iwe koko, anything. Hata simu. By the way, kuna mtu anaweza piga video call. Akasema, "Unaniona? Naona vile niko uchi." Angalia. Unasema, "Umeniona sawa? Mimi sijakuona vizuri, wewe jitengeneze bwana, nataka kukuona." Mnaanza kufurutana kati ya wewe na yule ako sauti, wewe uko Kenya, lakini yale mapatano unaanza kufurutana. Ukienda kulala unaona tu uchi wake. Unajikuta umefika mpaka umelala na yeye kidodo. Mumaroro. Nasikia tu umemuona, kesho unamtagiza, "Bwana sichalala. Hilo alinionyesha. Kiambu nienda na usingizi yangu." Kati communication bring covenant. Yale mawasiliano yameleta maagano. Na yale maagano inakufanya haulali. Yale maagano inafika mahali, unajua kuna watu wengine wamefanya maagano mpaka inafika mahali anachanganyikiwa. Ukweli. Changanyikiwa. Unasema ikifika 2025 nitaoleka. Tutumie tu mwaka huu 2025 itaoleka. Leo tarehe ngapi? 20.
Unaanza kuhesabu masiku imefika 10, siku imefika 10 wadai mimi sijaenda. Sasa hiyo kitu yenye uliongea hata ulitoa ushuhuda hapo uliambia watu inaanza kukufanya unaanza kulengalengana. Sasa inafika mahali unachukuta kwa yale mahakama uliweka. Ulisema mwaka huo utaisha kama utapata simu kubwa. Sasa kwa sababu ya hiyo mahakama uliyofanya inakusababishia, na ukumbuke haukufanya hata mengine bure, ulifanyia kwa madhabahu. Ulisema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo nikukubeba kwa madhabahu. Nataka kusema kwa madhabahu, mwaka huo utaisha nitakuwa nimefanya hili. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aseme amen. Watu wanasema amen. Leo tarehe 20 yenye ulitoa ushuhuda Januari haujafanya. Unapokumbuka tunasema unaanza kuhangaika kimawazo. Sasa nilisema nitaleta simiti sijaleta. Sasa hiyo kuhangaika ndio kutafuta pesa zenye si sawa. Ufilifili ahadi yako. Naenda kuiba. Unaanza kutanganya wa fulana. Sasa mimi ni mgonjwa nafanya niende nipasuliwe. Mimi ni nini? Ulinipea poli nafanya 5,000 nitoe. Sijui nini. Kumbe unatafuta pesa ya uongo ukuja Ufilifili ahadi yako yenye ulitoa. Kule unakosa pesa zenye unaleta tena unakosa. Sasa madhabahu yanaanza kukupika sababu ya uongo. Madhabahu tena yanaanza kukupika sababu umeleta sadaka mbaya kwa madhabahu ya ilete manukato mazuri. Wewe life yako inaenda mafio. Nenda hivi. Sababu ya nini? Watu wengine wanaagana wengine wanajua next year na kuoa. Next year ikifika office of tax. Sema sasa mwaka inaisha unasema unajua huyu Ruto ameharibu Kenya. Sikuwa natarajia hivi. Huyu Ruto ameharibu Kenya sasa. Itabidi tupange na next year sababu next year tuko na kura. 2027 tutakuwa na kura. Na unajua mimi nachesanga na mheshimiwa fulani atanipea pesa. Tutafanya tu 2027. Unaahirisha. Unapoahirisha hivyo yale maakano yanakuwa na yanaanza kukua kufika kofula na kofula kasala. Ikiseeka inazaa. Yale maakano ikiendelea kuseeka inazaa. Na matunda ya maakano mabaya itazaa watoto wabaya. Matunda ya maakano mazuri itazaa mazuri. Kumbuka Yakobo anaakana na maakano yale ni kwamba nataka nifanye nini? Unipe msichana. Miaka 7 ilipoisha wakampea msichana mwenye hapendi. Wakafanya mapatano mengine tena apewe msichana mwenye anapenda. Miaka tena 7 anafanya kazi. Imagine kwa fulana tuwe wavumilivu. Mtu anavumilia miaka 14 apate mke mwenye anataka. Wewe unaacha huyu leo, kesho uko na mwingine. Hata siku ya kumwacha, siku hiyo ndio mwingine anakuja kulala kwa nyumba. Huyu Yakobo anavumilia miaka ngapi? 14. Anatafuta kitu chenye anataka. Wewe kwa engagement ni miezi 2. Miezi 2 unaona umechelewa sana. Ungekuwa umeenda kitambo. Miezi 2. Hujajua hata huyu yako na vinyasa vingapi wewe hata hujui. Hujui analala hata stahili gani? Hujui. Nataka kwenda kulala na yeye. Imesema nini? Tuweke maakano, si ndio? Wakaweka maakano, wakachukua wakalamba kama maakano. Na nilikwambia kama Labani angekeuka kwa yale maakano ya kulamba. Kumbuka walisimamisha jiwe. Kuna watu wanasimamisha fimbo. Kuna watu wanaruka fimbo. Kuna watu wanaruka vitambaa. Kuna maakano wanafanya na vitambaa. Kuna watu wanabadilishana manguo. Kuna mtu anakununua hata anaanza kununulia chupi. Aiambia afanye nayo maakano. Afaye amalize, aongee chenye anataka na atoe akuletee ufaye. Sasa mmepatana kwa sababu ya kiraka hicho peke yake. Kuna watu wanabadilishana vitu. Mtu anafanyia kitu chake za taka. Anaiweka kwa madhabahu yake.
Akimaliza anakuletea. Anapokuletea ile inaanza kuongea kwa wingi kuliko sasa ule menyaka huele sindisha. Omule boyo balito. Oyine balidesha. Lakini wala hunesha goli hata to muwezi. Yaani umemilikiwa na Tom. Mpaka unataka hata kuita baba yako Tom. Kwa sababu ya nini? Tati covenant that you make. Yeye yenye mmemahakama yenye mmefanya imekuwa na uzito na nguvu na imemiliki mwili na akili na kila kitu. Na chochote hata simu yake ndio Mungu zoea hii Tom. Simu. Sababu ya nini? Ule uzito na ikiendelea kukua inaendelea kuwa na uzito ndani mwako. Na kumbuka uzito huo ukiongezeka na Tom naye hana haja na wewe. Iko mchezo inaendelea kwa fulana anafanya na makano matatu mama na wasichana watatu ABC wa fulana wasichana pia waambie mimi najua pia nyinyi mwao na cheat notorious ndio option B au fulana na hata anaweza fikisha 7 na kila mtu anafanya mambo covenant. Nafika mahali nasema sasa kila mtu hata mpaka huyu amefanya naye makano na kuku, huyu anaenda kufanya naye na nguo, huyu itafika mahali hata sahau alifanya makano na nini. Sababu ni wengi. Nafika mahali hii makano ikianza kuongea ndiye inamchanganya sasa akili. Ukuja kijana sasa inafika mwisho hana bibi haoi sababu amechanganyikiwa. Kwa hivyo be careful. Ukifanya kitu chochote kwa kinywa, kwa matendo, kwanza kuna vitu tu ya ujinga. Bwana, amka. Kuna vitu vya ujinga. Senye wa fulani, Chelsea wanafanya. Chelsea wako na shida. Wanafikiria wao ndio mwisho. Yaani anaweza fanya kitu chochote kwa akili zake na aone kana kwamba siko sawa, lakini kesho ana withdraw maneno indaliongea sana. Kwa hiyo chochote chenye mnapatana midali nasema hiyo midali 6. Anything midali 6. Anything mpatane kwa mdomo, mpatane kwa mkono, mpatane kwa kitu chochote, kile kitu kitakuwa fake. Kama kifanya kiujinga. Kuna mtu hapa asome? Soma? Sisi. Twende penyewe. Yasema hivi. Mwanangu kama umekuwa iko sawa. Mwanangu kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono, basi mtu amke wapane mikono. Kupana mikono wewe kuja bwana, kuja. Wewe. Nataka mpane na huyu mikono. Turutie. Mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako. Huyu sasa ni rafiki wa huyu, si ndio? Wamekuwa wadhamini. Ni watu wanaaminiana. Ni watu wanajuana. Hawachakutana tu kwa njia. Ni watu wameenda safari bwana. Mmekuwa wadhamini na rafiki yako. Ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono. Mbili, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kuna watu wengi wanapana mikono. Wakipana wanaongea. Na wakiongea kumbuka waangaliaji chini. Mtu ameangalia mtu kwa macho. Ako serious kwa atende yenye anafanya. Anapana akifanya nini? Akimwangalia. Sasa mimi ukiona mademu wako wapi? Mko hapa? Mademu saa zingine mnaona time kijana akikutongoza anaangalia wapi? Kijana. Wapi?
Kijana akikuletea kama message kama barua anaangalia wapi? Anakuja kwako anaangalia wapi? Tuko na sense kwa macho, si ndio? Macho yakiangalia, mtu akiangalia mwingine macho inainama. Huyu anainama, huyu anaamsha, huyu anainama. Unaona? Sasa hao jamaa wamepatana. Wanaangaliana na wanaongea. Ongea. Sema. Soma Biblia. Soma Biblia tuone. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. 3. Sasa mwanangu, fanya hivi ndio. Kwa kuwa umejitia mkononi mwa jirani yako, nenda ukanyenyekee na kumsihi jirani yako. Kaa chini. Kwa kuwa maneno mnayoyafanya mkiwa mmepatana, kaa chini wote. Maneno ambayo mmepatana mkiongea. Amka. Amka. Halo. Mnafanya nini? Mnaongea kama mmepatana. Si ndio? Unauliza hii sasa unataka hakikisho. Ni ukweli. Unaona? Ni ukweli. Jambo la pili ni ukweli. Mpaka anatoa macho. Nasema ndio ni ukweli. Nasema sana. Asante sana. Asante sana. Yaki sasa. Nasikia. Asante sana. Asante sana. Nilikuwa nafikiria utaniangusha. Asante sana. Kwa sababu ya uamuzi wako, leo waje nikukushtue na hii. Anakumina kitu. Hiyo kitu sio bure, utailipia. Ni karama. Tuko pamoja? Ni karama. Utailipia ndugu yangu, dada yangu, mtoto yangu, utailipia. Ayubu 31 soma moja. Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu ingekuwa nini, na urithi wa Mwenyezi utokao juu? Rudia. Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu ingekuwa nini? Na Ayubu anaongea kuhusu maagano yake na macho. Nilikuwa nasema unaweza fanya maagano na kitu chochote. Kuna msichana anaweza sema nafanya maagano na mwili wangu, hakuna mtu atakayenikuza kabla sijaoleka. That is covenant. Unafanya maagano. Kijana akijaribu kumkuza sema mimi nimefanya maagano na Mungu wangu, hakuna kijana mwenye atanikuza. Hakuna. Na hiyo maagano inakusaidia taimu ukitembea mahali popote, ukifanya kitu chochote, ukisikia unakosa unakumbuka, unaenda kwa tension yenye ulifanya maagano. Ayubu anasema nimefanya maagano na macho yangu. Daudi anasema anaomba kana kwamba Bwana nigeuze macho yangu nisitazame mtu kwa macho ya kumtamani. Maagano mengi inakuja, watu wengi tunafeli, tunapoteza umaarufu wetu, tunapoteza vitu vyetu sababu ya maagano na macho yetu. Hatujafanya maagano nayo. Anything that you see, chochote unachokiona. Utajenga nyumba kama hiyo. Utaoa bibi kama huyo. Utanunua gari kama hiyo. Utafanya kama hizo. Inafanya mahali unachanganyikiwa, yale yote uliyoongea hakuna kimefanyika. Fanya agano na macho yako kama Ayubu. Ayubu alifanya agano na macho. Kasema nyinyi macho sikiza. Sitatazama msichana kwa macho ya kumtamani. Mbona bali ayu ati?
Huyu demu ako na ai 6 ai. Inakaa aje? Hiyo maji inakaa aje? Acha tuangalie hapo moja. Situtumie huyu sababu huyu ako na kwake. Huyu atuonyeshe kwa 6 ai inakaa aje? Hata wewe unajua lakini unachifanya tu na unamkanga hivyo. Pure anajua. Tumie mama. Pure. Tumie mama tuangalie huko. Kuna rumacho mwingine. Wow. Unakaa na kitanda, halukai na kusoma, halukai na unakaanga aje mama hata? Kama hapo tu. Unabadilisha jinsi ya kawaida ya kutazama. Aje. Angalia vizuri ndio anabadilisha macho. Pardon. Kuna watu wengine wao wanatongozana pasipata kinywa, macho peke yake. Kwa sana nikapita akasema kakanikata macho bwana. Mtoto macho yake. Na unapokata tu macho hivi, ukienda pia unaangalia. Inabidi upeduke kule ukuje tena mkutane mara ya pili. Maana wana mtu kwa matanga akai chini, kazi yake ni kutembea tu anakutana naye. Unakuta tena anapitia unasema kameenda aje ndio kwa line. Pia anajifanya anaenda kwa line akutane. Na hakuna kuongea, ni macho ndio yanagongana tu. Kigongana anapita. Mwisho yake atasema 07. Makano ya macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yes. Uliza jirani wako na makano ya nini? Uliza kujibu, hakikisha amekujibu. Nitakuuliza vile amesema, wewe nyamaza tu. Yale makano yenye unafanya, jua yako na madhara yake. Mtu achiandikie, hiyo imekuwa Ayubu. Mtu achiandikie Yeremia 2. Hiyo Yeremia 2 tulikuwa tumeisoma. Inaongelea juu ya koko ya mti na mawe. Watu wanafanya makano na mawe na makoko. Na tulikuwa tumeiongelea. Alafu akano kati ya mtu na shetani. Mtu asome kutoka 23:31. Makano. Kutoka 23:31. 23:31. Akisema hivi, nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utafukuza mbele yako. 32. Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao, wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hili halikosi, litakuwa ni tanzi kwako. Litakuwa ni tanzi kwako. Wakati unatembea, unaishi, unafanya chochote, weka mipaka yako. Kuna vitu vingine usiende kule, usikanyage kule, usifanye ibada nao. Ukifanya chochote maakano kati ya mtu na shetani, for example, umeenda kumbukumbu, makumbusho, yani makubili kuangushwa. Makumbukumbu kwa jirani yenu. Wale watu wamefanya maakano na hiyo ibada ya makubili. Wamechinja kule ng'ombe, kuna mapepo wameyaongelesha ya kuje ya kule hiyo damu.
wewe unaenda pale pia unashirikiana nao. Hauchaweka mpaka kati ya maakano ya kimashetani, ibada ya kimashetani, madhabahu ya kimashetani, hauchaweka mipaka. Biblia inasema wakati utakapoenda ufanye maakano na mashetani na miungu, wakati utafanya chochote na miungu, Bwana atakuletea nini? Tesi. Tesi ni just kama zika. Tesi ni just. Tesi ni just na. Mwalimu, tesi ni just. Tesi ni just. Ilikuwa tanzi. Turudie kale ya mwisho. Yala yenye mwisho soma. Nisisikize vizuri. Kwa inasema hivi 33. Wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukitumikia miungu yao, jambo hili halikosi, litakuwa ni tanzi kwako. Litakuwa ni tanzi. Tanzi. Kuimika. Wakati utafanya maakano na mashetani, for example, kuna mtu alichinoga mahali, wameenda kufanya kule miruha yao ya kumfunika aende kabisa, unapatikana kule kwa hiyo ibada ya hiyo mila, unafanya mapatano ibada nao. Hiyo ni ibada ya shetani, unaenda kufanya nao, inaleta machukizo na itafika mahali Mungu akuletee wewe kujinyonga, wewe kifo. Ndiposa vijana wengi wanakufa vifo vyenye hawajui. Kuna majunction ya mabarabara wanamalizia hapo Kibira. Kuna watu waliokufa kunene obilo bemba, saa hiyo wala obilo ni watoto wetu wachanga tu ndio wanakimbia na madawi, hawatima ni chikafu bosi. Kunene Kibira niyo halahola, unakimbizana, unashirikiana nayo. Biblia inasema ukishirikiana nayo inaleta mauchungu mbele ya Mungu, na Mungu anakuletea mateso, anakuletea kifo, analeta matatizo kwa maisha yako. Kila kitu chako kinaanza kukufa. Education yako inakufa, maono yako inakufa, pesa zako zinakufa, maisha yako inakufa, na chochote ulicho nacho kinakuwa marehemu, sababu ya ile ibada uliyoshirikiana nayo ya kimashetani. Bebe, sutakuja tu uone leo umeokoka, nitakufaishia tu soda.